Naam, tunawasalimuni popote mlipo wapenzi watazamaji wa Kibenge TV. Matumaini yetu mko salama salimini na mnaendelea vizuri kabisa. Tunatumia fursa hii kukaribisheni kusikiliza awamu ya kwanza ya matangazo ya habari za matukio ya kila siku kwa yale yanayojiri katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika ngazi ya kisiasa na hata ya kiusalama pia. Na leo tarehe 27 Februari mwaka 2026 tutakwenda kuanzia huko jimboni Kivu ya Kusini, ambako hiyo jana tarehe 26 Februari mwaka huu kumegunduliwa kwa makaburi ya pamoja ama fosse commune, huku miili zaidi ya 35 ama 35 yaonekana baada ya mvua kali kunyesha. Ni takriban makaburi matatu ya pamoja ama fosse commune ndiyo yanaripotiwa kugunduliwa katika mji wa Uvira, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, eneo ambalo hivi karibuni lilikuwa chini ya udhibiti wa wahasi wa M23 RDF. Kaburi la kwanza limegunduliwa kando ya barabara inayoelekea kwenye mpaka wa Kavimvira kati ya DRC na Burundi, upande wa kulia karibu na ofisi ya PAME. Kwa mujibu wa mashuhuda, miili takriban 35 ilitupwa katika eneo hilo. Inadaiwa kuwa wahusika walijaribu kufunika eneo hilo kwa udongo, lakini mvua kubwa zilisababisha baadhi ya miili kuonekana wazi na kutoa harufu kali iliyowatahadharisha wakazi wa maeneo jirani. Wakazi hao walimjulisha kiongozi wa mtaa ambaye naye aliwasiliana na mamlaka za mji. Timu maalum zilifika eneo hilo kwa ajili ya kulinda na kufunika tena kaburi hilo bila kufanya uchimbaji rasmi ama exhumation yoyote ile kwa sasa. Kaburi jingine la pamoja limeripotiwa katika eneo la Kilomoni, bado ndani ya mji wa Uvira. Aidha, katika makaburi ya mji huo, eneo tofauti linadaiwa kuwa na makumi ya miili kwa mujibu wa wanachama wa mashirika za kiraia. Takriban kilomita 30 kutoka Uvira, katika kijiji cha Sange, kando ya barabara ya taifa nambari 5 ama RN5, viongozi wa eneo hilo pia wanataja kuwepo kwa kaburi la pamoja lenye takriban miili 10. Vyanzo vya ndani vinahusisha wahasi wa M23 wanaodaiwa kuungwa mkono na Rwanda na makaburi hayo ya pamoja, madai ambayo yamekuwa yakijirudia mara kwa mara katika muktadha wa mzozo unaoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Afisa mmoja wa ngazi ya juu wa muungano wa M23 RDF alidai katika chapisho lake kuwa makaburi kadhaa ya pamoja katika Sud Kivu na North Kivu yanahusishwa na operesheni za maofisa wa wahasi. Mashirika kadhaa ya kutetea haki za binadamu sasa yameomba kufukuliwa rasmi kwa miili hiyo ili kufunguliwa kwa uchunguzi huru wa kisheria, kutambuliwa kwa waathiriwa na kuzikwa kwa heshima. Pia yanasisitiza kuwa wahusika wote wanaodaiwa kuhusika wafikishwe mbele ya sheria. Na tukisalia huko mjini Uvira, serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imefanya baraza la usalama lenye upana katika mji wa Uvira mkoani Kivu Kusini kama sehemu ya ziara rasmi yenye lengo la kutathmini na kuharakisha urejeshwaji wa mamlaka ya dola ama autorite de l'etat kufuatia matukio ya hivi karibuni ya kiusalama yaliyolikumba eneo hilo. Makamu waziri mkuu anayehusika na mambo ya ndani Bwana Jean Shabani alieleza kuwa ujumbe huo wa serikali una lengo wazi ambalo ni kurejesha kikamilifu uwepo wa dola katika sehemu hiyo ya nchi. Tumefanya baraza la usalama lenye upana hapa mjini Uvira. Tuko katika ujumbe wa serikali wenye lengo kuu la kufuatilia hatua za kurejesha mamlaka ya dola. Ndani ya muktadha huo, tumekuwa na majadiliano na gavana wa jimbo la Kivu ya Kusini Bwana Jean-Jacques Purusi tangu jana na leo hapa Uvira. Hii itatuwezesha kurejea Kinshasa na kuandaa ripoti ya kina ili katika hatua inayofuata serikali iweze kushughulikia mahitaji yote ya awali, alisema Jean Shabani. Mamlaka zinasema kuwa hatua hii ni sehemu ya mkakati mpana na kuimarisha usalama, kurejesha utawala wa kiraia na kuhakikisha taasisi za serikali zinafanya kazi ipasavyo katika maeneo yaliyoathiriwa na hali ya sintofahamu ya kiusalama.
Tukiwa tu bado huko jimboni Kivu Kusini, wanajeshi wa M23 wanaripotiwa kuchukua ghala ama stock la silaha za walinzi wa PNKB na kuweka kambi katika Sanctuaire de Lwiro, huku hali ya usalama inaendelea kuzorota katika jimbo la Kivu ya Kusini. Wahasi wa M23 RDF wanadaiwa kuvamia na kumaliza kabisa silaha zote zilizokuwa zimehifadhiwa katika ghala ya stock la walinzi wa Parc National de Kahuzi-Biega PNKB, na hiyo ni kwa mujibu wa vyanzo kadhaa vya ndani. Ghala hilo ama stock liko kwenye barabara ya Avenue Tanganyika katika mtaa wa Nguba mjini Bukavu. Kwa mujibu wa taarifa zilizokusanywa, silaha zote na risasi zilizokuwa zimehifadhiwa hapo zilichukuliwa na wahasi hao. Hatua hiyo imewaacha walinzi wa hifadhi Ecogarde bila vifaa muhimu vya kazi, jambo linalodhoofisha kwa kiasi kikubwa uwezo wao wa kulinda na kusimamia hifadhi hiyo. Hifadhi ya Kahuzi-Biega imesajiliwa kama urithi wa dunia na ni moja ya maeneo muhimu ya uhifadhi wa sokwe wa milimani wa mashariki pamoja na wanyama wengine walio hatarini kutoweka. Wachambuzi wa masuala ya mazingira wanaonya kuwa kunyang'anywa kwa silaha hizo kunaweza kuongeza hatari ya uwindaji haramu, uchimbaji na uvunaji wa rasilimali kinyume cha sheria, pamoja na uwezekano wa makundi yenye silaha kuendelea kutumia eneo hilo. Huku wakati huo huo, takriban kilomita 30 kutoka Bukavu katika Sanctuaire de Lwiro, vyanzo vya ndani vinaeleza kuwa M23 wameweka kambi au nafasi ya kijeshi ndani ya eneo hilo. Sanctuaire de Lwiro inajulikana kwa juhudi zake za kuhifadhi na kuwahudumia nyani wakubwa, hususan sokwe, na kituo muhimu cha utafiti wa kisayansi na uhifadhi katika eneo la mashariki mwa DRC. Maendeleo haya yameibua wasiwasi mkubwa miongoni mwa wanaharakati wa mazingira na mashirika ya uhifadhi. Kuwekwa kwa vikosi vyenye silaha katika maeneo ya uhifadhi na kunyang'anywa kwa vifaa pambana na uwindaji haramu kunaashiria, kwa mujibu wa wachambuzi kadhaa, kupanuka kwa athari ya mzozo hadi kwenye maeneo yaliyokuwa yakizingatiwa kama nguzo za kulinda urithi wa asili. Hadi sasa hakuna tamko rasmi lolote lililotolewa na M23 RDF kujibu madai hayo. Na tukizungumzia masuala ya kidiplomasia, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeanza rasmi mchakato wa mageuzi makubwa ya mfumo wake wa afya kupitia ushirikiano wa kimkakati uliokubaliwa kati yake na nchi ya Marekani kwa kipindi cha mwaka 2026 hadi mwaka 2031, yani 2026 mpaka 2031. Kwa jumla dola za Kimarekani bilioni 1.2 ama 1.2 miliardi de dollars zitatumika katika mpango huu wenye lengo la kuboresha na kuimarisha sekta ya afya nchini. Kati ya fedha hizo, dola milioni 900 ama 900 millions de dollars zitatoka katika ushirikiano wa kimataifa wa Marekani, huku serikali ya Kongo ikichangia dola milioni 300 ama 300 millions de dollars kwa hatua za maendeleo ya ndani. Ushirikiano huu kumradhi unaonesha dhamira ya pamoja ya kujenga mfumo wa afya ulio imara zaidi, unaopatikana kwa urahisi kwa wananchi na wenye uwezo wa kukabiliana na majanga ya kiafya yajayo. Mbali na takwimu hizo, uwekezaji huu wa kimkakati unalenga kuimarisha ustahimilivu wa mfumo wa afya wa taifa kwa muda mrefu, kuboresha huduma za matibabu kwa wagonjwa na kupanua upatikanaji wa huduma za afya hasa kwa makundi yaliyo hatarini zaidi. Aidha, unakusudia kuimarisha uhuru wa afya wa nchi kwa kupunguza utegemezi wa nje na kuendeleza uwezo wa ndani katika utoaji wa huduma bora. Kupitia ushirikiano huu, mamlaka za Kongo zinaonyesha mwelekeo ulio wazi wa kuokoa maisha zaidi, kuboresha viwango vya afya ya umma na kuweka misingi ya mustakabali wenye afya bora kwa wananchi wote. Ni uwekezaji mkubwa ambao unaweza kuwa hatua muhimu ya mabadiliko katika mfumo wa afya wa Kongo katika miaka ijayo. Na kwa taarifa hii, mpenzi mtazamaji wa Kibenge TV, ndiko ambako tunakwenda kuweka nukta kwa awamu ya kwanza ya matangazo ya habari za matukio ya kila siku. Na
na kwa kuzidi kuhabarika zaidi, tunakusihi ubaki sambamba nasi hapa hapa kwenye channel yetu ili uende kufaidi dondoo zingine motomoto ambazo bado hazijaletewa kwako. Basi tukutane kwa majaliwa.